ningekuwa mtu wa kuenda mbio vile wewe unaenda mbio. Watu wengi wamekuwa wakiondoka kwa huduma, wakienda wakirudi, wananiacha tu mimi hapa Yerusalemu. Mimi sina mali pa kwenda. Wala wanazurura, wanarudi. Wananipata mimi niko Yerusalemu. Na wakikuja wananipata nikisaini. Sasa next time nita make sure wakienda wakirudi wanapita nikiwa na ndege. Haleluya. Na muamini kama huyo ni hatari. Mtu kama huyo ni hatari. Kuna asili katika ulimwengu wa kiroho. Mungu hatakupatia mpaka ujifundishe kutumia Yerusalemu. Hiyo mimi nakusaidia tu leo. Hiyo nakusaidia leo. Hakuna kitu ya dhamana kama kubeba siri ya Mungu. Siri ya Mungu. Ukibeba siri ya Mungu, inakuwa rahisi kuishi katika dunia hii ambayo imejaa na takataka, mapepo yamejaa. Maana shetani anakuangalia hivi, anakuta uko na hekima ambayo ni zaidi ya hekima duniani. Anatoroka, anakaa mbali na wewe. Anakaa mbali na wewe. Ni lini mapepo watakupigia saluti? Ni lini mapepo watakaa mbali na wewe? Waamini wengi day by day wanapigana na mashetani kwa manyumba. Wapi? Pigana na mashetani day by day. Waamini ana amani. Kienda kwa nyumba, kwenye maombi yao ni maombi ya vita 24/7. Ana masaa kuosha. Yaani anaosha kifa na kaa sema, nasikia masikio kama inatikizwa hivi. Shetani amekuja. Unatoa kuosha. Pepo mahali umetokea, rudi. Sasa osha umekatiza. Haya, unaingia unasoma Biblia. Unaona kivuli inapita karibu yako. Yaani mashetani wanakusumbua tu. Hawataki kusoma Biblia. Unasikia kuna kivuli inapita karibu na amepita huko. Unafunga Biblia. Shetani wewe hauna adabu. Shindwe. Sasa hiyo umetoka kwenye anga ya Biblia. Ni siku gani wewe? Hawa mapepo watakuogopa. Ni siku gani? Ni siku gani? Msema jirani yako, jirani, ni siku gani utaogopewa na hao mapepo? Anasema aje? Muulize ni siku gani? Muulize kwani umezoea kukimbizwa kila siku na mapepo? Kila siku unakimbizwa. Umezoea mbio. Muulize utakimbia mpaka lini? Usimame upigane na huyu jamaa huyu shetani. Anasema aje? Ana neema ya kutulia mahali pamoja na kupigana. Anasema anapigana na sadaka. Kwa hivyo sisi hatujui kutoa sadaka. Haleluya. Kuna waamini wengi wameweka maisha ya kutoa sadaka mbele, alafu maombi. Kwa maombi wapatikana. Kuna mahali maombi itakupigania na kuna mahali sadaka itakupigania. Hizo zote ziko na kazi yao tofauti. Bwana asifiwe. So lazima ukae Yerusalemu. Utengeneze misuli yako. Ubebe hekima ya kiroho. Haleluya. Umuhimu mwingine ya kukaa Yerusalemu ni macho ya kiroho kufunguliwa. Kumbuka, macho ya kiroho ya mwanadamu ilifungwa wakati tulipokuwa katika shamba ya Edeni. Wakati wazazi wetu wa kwanza waliazi, hapo ndio macho yetu kile ilifungwa. Kila wakati Yesu alikuja duniani, alikuja kufungulisha macho yetu ya kiroho. So muamini hafai kuona peke yake na hii macho ya kawaida. Anafaa kuona na macho ya kiroho.
So waamini wengi wanatembea na macho yao ya kimwili, haoni kiroho, hawategemei macho ya Roho Mtakatifu. Macho ya kiroho ni macho ya Roho Mtakatifu. Hawategemei hekima Roho Mtakatifu, hawategemei mawazo Roho Mtakatifu, hawaachi Roho Mtakatifu aamue katika maisha. Hao ndio wanaamua watakachofanya. So that lifestyle, wanangu, ukiendelea kuishi hivyo, wewe ndio unaamua maisha yako. Wewe ndio unaamua utaomba saa ngapi. Takikana maisha yako ya kiroho Roho Mtakatifu akubebe. Roho Mtakatifu akubebe. Na Roho Mtakatifu atakubeba lini? Kama wewe hujui kutulia Yerusalemu. Watu wengi hapa mngekuwa mumeenda mbali. Watu wengi hapa mliwahi kutana na connection nzuri. Connection. Hawa watu ambao mlikutana nao sasa hivi wako mbali sana. Lakini kwa sababu mlikataa kutulia mali ya wako, ndio maana maisha yako iko vile ilivyo. Wewe unataka vitu vya bwerere. Uende mahali na upandishe cheo mara moja. Utaki kutulia mahali. Ukienda mahali pa kupandishwa cheo haraka, kuwa makini na mahali pale. Kuwa makini na mahali pale. Cheo ya kupandishwa pasipo wewe kuangaliwa tabia yako ni hatari sana. Ni hatari sana kupatiwa cheo na una tabia. Ni hatari sana. Ni hatari sana kuwa mchungaji na una tabia. Ni hatari sana kuwa mwimbaji na una tabia nzuri. Hatari sana. Hatari sana. Hii ndio changamoto tunapitia katika mwili wa Kristo. Hata mimi mwenyewe naogopa kuenda mahali kusema mimi ni mchungaji. Kama wataona, waone, wasipoona, mimi nasonga mbele. Naogopa. Sababu wale tutangulia wengi walituharibia. Walituharibia. Waenda mahali ukisema ni mchungaji anasema mimi mahali hapa sitaki wachungaji. Kuna mchungaji alikuja mahali hapa alimtukana, alimlaani. So mimi sitaki mambo ya wachungaji. Na watu wengine wakikosa tu mara ya kwanza, wakiona tu mara ya kwanza, wakiona ubaya wa mtu, watu wengine wote wamekuwa wabaya. Hata yeye angeniweka kwenye kipimo, alipime, aone kama mimi naweza kuwa kama wengine. Haleluya. Natamani wewe usiwe kama wengine. Natamani wewe uwe tofauti. Haleluya. Naongea na mtu hapa unaweza kuwa mchungaji kesho. Naongea na mtu ambaye anaweza kuwa bishop kesho. Haleluya. Naongea na mtu ambaye atakuwa mwimbaji kesho. Haleluya. Lazima tabia yako ibadilike. Na tabia yako itabadilika aje? Usipotulia Yerusalemu. Watu wanaonanga kutulia Yerusalemu ni kupoteza muda. Watu wanaonanga kutulia Yerusalemu ni ujinga. Mimi sasa ninaweza kafunga siku kadhaa. Alafu hapa nimekaa hapa hivi. Si nimetosha kuwa mchungaji tayari. Ninakuangalia ninasema haleluya. Hapa acha nikwambie. Siwezi ruhusu hapa kwa sasa hivi. Siwezi ruhusu wanangu wafungue kanisa sasa hivi. Hata mimi mwenyewe siwezi kufungulia. Sababu kuna vitu vingi sijawaonyesha. Na wewe sionyesha mtoto kila kitu mara moja. Haleluya. Nataka mtoto wangu haende mbali, patie kidogo, alafu uangalie vile anakuwa. Yeye anakuwa. Haleluya.
patie kidogo, kisha umuobserve. Muobserve kama anabeba, muobserve kama anafuata, na kama hafuati, rudia tena mpaka hakue, mpaka ashike, ndio uende to the next level. Bwana asifiwe. That's why Shetani mali yuko lazima aingiwe na baridi kwa tumbo yake. Sababu kama mimi namtatiza saa hii, wale wanangu watatulia Yerusalemu, wale wanangu nitawainua. Alama hakika wawezia. Haleluya. Wale wanangu nitawainua, watakuwa moto wa kutea mbali. Bwana asifiwe. Maana ile siku nitawainua na mimi nitakuwa nimefika kiwango kingine. Hawa watang'ang'ana. Basi unakuta kuna watu wengi kule nje wamejaribu ministry ina fail kwa sababu hawa si wa kutulia mahali. Wanaenda Yerusalemu, wanakimbia mbio. Wameanza kuongea ndani zile moto modoro mshia rabo. Pio akasema nimechoroa Mungu akaniongoza. Hapa sikai. Roho ameanza kuongea na mimi hata mchana. Haya basi. Unatoka unaenda. Una siri unafaa ujue zaidi ya kuongelesha Roho Mtakatifu ni mambo madogo sana. Haleluya. Wewe jirani kwenda anapokea mafundisho. Mwalimu jirani jana umeanza kuongelesha na Roho mchana. Asema anaanza kuongelesha. Sasa anataka kwenda kufungua kanisa yake. Anasema ameendesha kukula sadaka. Yesu Mungu. Haleluya. Wewe ambao umekuja hapa tunataka kufungua kanisa. Usijaribu kama hujaitwa. Kama unataka kufungua kanisa ndio ukule sadaka ya watu. Usijaribu. Mungu tu akiona huyu jamaa haangalia akili yako ajue hesabu mnataka mchukua pesa kwa mfuko wa shirika. Mungu pia anacheza kama yeye. Wewe shindana na Mungu. Unafungua kanisa anakuletea wazee peke yake ambao hawajui kutoa. Wazee hawa hawajui kutoa. Sikia hapo tafadhali. Anakuletea watu wa mama ambaye hata ubiri injili ya kutoa. Kitabu cha Malaki 3 tena waambia hao ni waizi. Utahubiri ujumbe mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu wamekuzoea. Wanajuanga sisi ni wezi. Tosha. Haleluya. Unalia unasema yani ni mimi mtaniletea mashilingi. Anatoa mashika la nje hivi. Sasa ndio nyingine haya. Sasa ndio mashilingi zinaongezeka hata una noti hata moja. Kwa sababu gani? Au kufungua huduma na nia nzuri, ulikuwa na nia ya biashara. Mungu anakuambia mwanangu, lazima nikushikishe adabu. Huduma si biashara. Huduma ni kazi yangu, lazima iheshimiwe. Haleluya. Sasa unaona watu wanafungua huduma leo, baada ya muda fulani pale imebadilishwa, imekuwa kitu kingine. Huduma imefungwa. Sababu niambie, ukifungua kanisa unatoa watu wastinji kanisa mzima, utafanya vipi sasa? Wamama ni wa kusupport kanisa. Sasa unatoa mama pia wastinji, si umekwisha? Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa mimi sijafungua huduma ndio nipate pesa. Wewe ambao uko na kichwa mbaya unasema mimi nimefungua huduma nipate pesa. Uko na kichwa mbaya wewe, utakuwa very soon mwana wazimu.
nimefungua huduma nipate pesa, niliwaitisha wewe pesa, uliwaitoa sadaka ukaniletea. Kama nikianza huduma nikianza kwa nyumba, sasa hiyo niko na deni ya rent, sina chakula, lakini narudisha watu na sadaka zao. Huyu ndio shahidi. Watu wa kwanza waliokuja kwa nyumba yangu, kina Susan kwa pale, watu wa kwanza, nenda uliza hawa. Usurusha mawe mahali ambapo hufai kurusha mawe. Kuna watu sio kurushiwa mawe. Kuna watu ambao ni kuhani kutoka juu. Haleluya. Kuhani anaweza haribu maisha ya mtu hata kama hajaongea, hata kama hajaomba, anaweza haribu tu maisha. Kwa sababu kuhani anapendwa na Mungu. Haleluya. Maelfu ngapi nimerudisha kwangu ya pesa? Halafu nasikia watu wanakaa mahali kusema hatuyo pasta alifungua kazi, alifungua huduma ndio apate pesa. Haleluya. Nataka nikuongeleshe na mshika moko mahali hapa. Chunga shetani asikuingilie uongee kuhusu Apostle J.E. Ekai. Chunga. Ukishindwa kukaa kwa hii kanisa, funga mdomo, nenda tafuta kanisa lingine. Enda kule, enda na amani. Usiue watoto wako, usiue familia yako kwa sababu ya mdomo yako. Enda na amani. Nenda kazurure makanisa na najua utarudi hapa. Haleluya. Siku apigie Yesu makofi. That's why Mungu alinifundisha kunyamaza. Lakini ninaposikia watu wanaongea kule nje, mimi nahurumia kwa sababu wanatandikwa na Mungu viboko. Kama wewe ni mshirika kwa mahali hapo, unajua kuna washirika pia wako na mdomo ambazo hazina adabu. Wanaongeleana mpaka baba yao ya kiroho. Wako hapa. Midomo zao ina adabu. Sometimes wanakaa pale kwa nyumba, instead wa discuss kuhusu mafundisho yenye baba yao aliwapatia, wanaanza kudiscuss kuhusu weakness ya baba yao ya kiroho ama weakness ya mama yao ya kiroho. Sisi ni wapako mafuta. Tunaweza jenga maisha yako, tunaweza bomoa maisha yako within a seconds. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. That's what natakiwa ujifundishe kutulia Yerusalemu, ili ufundishwe kuepukana na malana ambazo zinatokana kwa sababu ya kutoheshimu wapako mafuta wa Bwana. Na hiyo ni siri ambayo unafaa kupata kutoka Yerusalemu. Si mahali popote, si kwa kuzurura kwenye makanisa, ni kutoka Yerusalemu. Unakaa then unafundishwa kuhusu kuheshimu wapako mafuta wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi si mtu wa kusimamishwa. Kama kuna mtu mwendawazimu, Apostle J.E. Ekai, try me. Haleluya. Try me. Mimi sitaongea, nitanyamaza. Lakini lazima utaona Mungu wangu. Lazima utaona Mungu wangu. Atakukujia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hofu ya Mungu iingie ndani yako. Na kabla umogope Mungu, lazima kwanza ujue kuheshimu wachungaji, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Hapa mahali niko, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuheshimu wachungaji. Na hakuna mahali utaenda pasipo heshima. Arrogant people hawaendagi mahali. Arrogant people hawaendagi. Arrogant. You are arrogant. Unaongelesha mama yako vibaya.
na ujue kama mama yako yani wazazi wako ni Mungu wako wapiga, ambapo unafaa kuheshimu. Watu wao kanta waishi miaka mingi hawafanikiwi. Haleluya. Hata kama mimi ni apostle natembea katika mamlaka, nikienda nyumbani natoka kirauni ya apostolic kando, kisha inaniambia mzazi wangu, ambia mzazi, ni wakati wako nibariki. Nikienda mahali kuna wazee, wale wazee waliniangalia kama mtoto kitambo, walinishauri. Nikienda kwao napiga magoti, waniekelea mkono, ubarikiwe, mahali utaenda ubarikiwe. Kuna milango haiwezi funguliwa tu na hiyo maombi yako unajifanya unaomba. Okay, kama hiyo maombi ingekuwa inakusaidia, ungekuwa umeenda mbali. Waombezi wasiokuwa na adabu, waombezi wasiokuwa na tabia. That's why hapa Yerusalemu watu wataki kutula Yerusalemu. Maana mimi nakufundisha uwe muombezi aliye na tabia nzuri ya Kristo. Mimi nafundisha day by day. Uwe muamini aliye na tabia nzuri ya Kristo ndani yake. Na kuchonga tabia inachongwa ukiwa wapi? Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka pia nikushangaze. Kuna vile unaweza kaa hapa Yerusalemu na tabia yako ikose kuwa sawa. Kuna watu si kubadilisha, ni kama Judas. Kuna watu wako kwa kanisa hapa hivi, wako tu just as members, midomo yao bado ni poro, bado tu wakulalamika. Licha kuwa amenifuata mwaka mmoja kunifuata ni nyingi. That's why kanisa yangu hakuna mshirika permanent kwa hii kanisa. Hakuna mshirika permanent. Nikikuhesabia washirika ambao umepita kwa hiyo mkono yangu hii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna washirika permanent. Kuna. Unless kama Roho Mungu amesema ukae hapa. Unless kama Roho Mungu ako na mipango fulani juu yako kwenye hii madhabahu, ndio unaweza kaa hapa. Lakini kama umekuja hapa kupita uende Dubai, lazima nikupeleke kula Dubai. Kama unataka kwenda Amerika, lazima nikupeleke Amerika. Usiseme amen. Kama unataka kwenda Amerika. Hallelujah. Amen. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na after nimekuombea mabarikiwa, mimi shughuliki tena na wewe. Ni wewe sasa utanitafuta kama utaweza. Ukienda kule utafuta wachungaji wengine, ni vile utaamua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Natamani ujifundishe kutukia Yerusalemu. Hata kama umetoka hapo umeenda nchi za nje, so unaweza fuatilia huduma yangu online. Uache kujichanganya hapa na pale. Mtu anaweza tuma sadaka kutoka mbali, hatume kwenye madhabahu. Hawezi kuwa na sababu yoyote ya kutojiconnect na madhabahu. Hawezi kuwa na sababu yote ya kutulia Yerusalemu. Hawezi sema pastor sasa niko mbali. Hawezi sema hivyo. Hallelujah. Nataka nikuongeleshe. Leo hii. I remember tulikuwa ni mwezi wa 12 mwezi wa 11. Tulikuwa na mtoto ambaye alikuwa anazaliwa mwezi wa 11, I think. Kama mtoto akazaliwa kama hayuko sawa. Alizaliwa akawekwa kwa oxygen. Alikuwa hayuko sawa. Video yake niko nayo hapa. Maana baba mwenye mtoto aliinua mkono, akasema mimi nimesurrender au mtoto. Mama
akainua mkono akasema, akanipigia simu akaniambia, Apostle, mimi sitawahi zaa tena. Sitawahi zaa tena. Kwa sababu anakumbuka mtoto wa kwanza kulikuwa na changamoto fulani. Ya pili tena ndio hii changamoto fulani. Advantage ya huyo mama, ile kitu ambayo iligusa moyo wangu kwa hiyo mama. Haleluya. Advantage yake alikuwa amejiconnect na madhabahu hii ya supernatural tangu amejiconnect na hii madhabahu. Amejiconnect na hapa. Amen. Fungu la 10 yake inapita kwa hii madhabahu. Wakati wa kusupport madhabahu, ana support madhabahu. Kumbe alikuwa anapanda kitu ambaye itakuja kumsaidia pale mbele. Kumbe anapanda mbegu ambayo itainuka kupigana na maadui yake. Nisikize. Hakuna hali ambayo huwezi badilisha kama wewe ni mtu wa kutulia Yerusalemu. Hakuna matatizo huwezi badilisha. Hakuna ugonjwa huwezi yeyuka mbele yako kama wewe ni mwaminifu mbele za Mungu. Haleluya. Hiyo video nilipoonyesha mama watoto, pia watoto aliangalia hivi. Mimi nikamwambia, mama watoto, mimi wasibatishi. Nikamwambia mama ya mtoto, mama mtoto, sasa hiyo mtoto anapumua, ana mtoto mchanga. Sasa mimi nimeachiwa mtoto, sitaki kuambia nini nilifanya. Sitaki kuambia nini nilifanya. Hiyo ni siri yangu na Mungu. Kuombea mtu atembee hapa ni kwa nini mchezo? Kuna gharama nimelipa. Kuombea mtu na apate kazi kesho, kuna gharama na kuomba na nimelipa. Lakini waamini wengi hawatakani kujali. Ameombewa ameshapata kazi, hataki kujali. Hataki kujali. Ameombewa amepona, hataki kujali. Huwa mimi naona hapa hivi. Lakini baba aliniambia nilipe tu gharama. Ndio aweze kutumia. Apokee utukufu. Bwana asifiwe. Wakati niliachiwa mtoto kwa hospitali, niliambia mama mtoto, huyu mtoto atakuwa sawa. Na mtoto alikuwa anaelekea kukufa. Madaktari pia wa Masereda, kama unakumbuka ushuhuda ya ule kijana na mama yake mahali hapa Sunday, hali ambapo imeshinda madaktari wamefukuza kwa hospitali. Haleluya. Kuna daktari mbinguni ambaye daktari wa madaktari. Bwana asifiwe. Daktari wa madaktari ukimwendea na imani lazima ashuke na atende. Haleluya. Lazima atende. Wakati nimeachiwa kila kitu, I'm telling, mpaka madaktari imeshindikana. Lakini mtoto aliendelea hivyo. Akatolewa kwa oxygen. Mtoto akawa anaendelea vizuri. Matumaini ikarudi kwa wazazi na matumaini ikarudi kwa madaktari. Madaktari wakashangaa, hatujaona jambo kama hili. Kuna baba mbinguni. Bwana asifiwe. Baba mbinguni. Mtoto alipona. Nikaletewa nikamwona. Nikaletewa hapa Mombasa. Hiyo shida ya kutoka mbali. Huyo mtu akasema, "Huyu mtoto kwa sababu muombe angawa sababu na kuleta Mombasa. Muombe." Mtoto akaletwa nikaona. Nikalia ndani ya moyo wangu. Akasema, Baba, hakika wewe ni Baba. Wakati ninakosa kitu ya kunitia imani,
kuna vitu Mungu hufanya ambaye ananitia. Wakati nafika mwisho, nikirudisha mawazo yangu nyuma na kutana vitu ambazo Baba alitenda makubwa, hiyo inanitia moyo na nisukuma mbele. Mtu apige Yesu. Nisikize. Wakati niliweza kumshinda adui pale hospitali, adui hakuacha kuandama mtoto. Nisikize mama. Najua unasema unajua. Endelea na ujuaji wako. Nisikize mzee. Najua unasema unajua. Kijana wangu kwa maana nisikize. Wewe barabara uko na nguvu. Sasa unahitaji sikiza huyu mjinga hapo kwa hiyo na roho. Sikiza huyu. Haleluya. Nisikize. Adui huwa hatoki. Na ndio maana nakushauri wewe mama. Najua leo Mungu amekuleta hapa kukutana na wewe ujinga. Najua Mungu amekuleta hapa kwa sababu ukuje kukutana na ujinga. Mama, wacha mbio ambao uko nayo. Mzee, wacha mbio ambao uko nayo. Kijana, wacha mbio ambao uko nayo. Tulia mbele za Mungu. Utengeneze misuli yako. Maana haujui ni nini adui yako anapanga kesho. Wakati Mungu anapanga mema kwako, pia wachawi wanaangana kupanga yao. Siku ile mabaya ya wachawi itainuka, utaweza kukinga. Ndio maana wengi wanakimbia hapa. Wanatafuta watu wa maombi. Huyo mchawi ya kuanza kazi usiku, alianza kusikani familia yako na kutafuta mali atapenya. Akapata wewe mama haombi, akapata wazazi hakuna amuombi. Sasa anachagua ni mtoto mgani amenona pale kwa familia. Nani mtoto mgani ako na nyota? Anakamata nyota ya watoto. Na wewe uko pale kama mzazi. Kuna wazazi wengi hapa mtaenda kujibu maswali mbele za Mungu. Mungu atakuuliza, nilikupatia watoto. Hawa watoto uliwalea vipi? Ulikuwa wapi maisha yao ikiibiwa? Kuna watu hapa mulizaa watoto waerefu, lakini saa hii uerefu ya watoto hakuna. Sasa ndio ni bongolala sasa waelewe watoto. Sababu gani? Adui alikuja kaiba kila kitu ya mtoto. Kila kitu ya mtoto. Adui alikuja usiku maana akapata wamelala. Watoto pia wamelala. Hakuna mtu wa kuokoa mtoto. Akachukua hiyo nyota, akaweka kwa bagi na akaenda. Nisikize. Haujachelewa. Unaweza fuata hiyo bagi ya huyo adui na uchukua akili ya mtoto wako na kumshia. Inawezekana ikiwa utaamua. Haleluya. Inawezekana. Mahali popote huyo adui amejificha, by the power of the Holy Ghost, unaweza ingia mahali pale. Kama ni kwa mapango, unaweza ingia mahali pale. Mahali popote, ni baharini, ni mahali popote, kwenye milima, unaweza ingia mahali popote. Na kama ni nyota ya watoto ilichukuliwa kaficho pale, unaweza kachukua nyota mara moja na urudisha kwa watoto wako mara moja. Wanasifiwe. Haleluya. Naomba tu uelewe Injili. Naomba tu mzee upokee Injili. Naomba tu mama upokee Injili. Oh my God. Kama kuna mchungaji umeingia hapa, pokea Injili. Kama kuna mwimbaji umeingia mahali hapa, wacha mbio. Mambo ya kiroho haitaki mbio. Watu wa mbio hawafiki mahali popote. Watu wa mbio hawawezi kuvikwa taji ya uzima wa milele. Taji ya uzima wa milele ni ya wale wanaweza kutulia Yerusalemu na kuvumilia changamoto yoyote ya pale Yerusalemu. Kwa nini waamini wengi wataki kutulia Yerusalemu? Ni kwa sababu ya changamoto.
Kuna waamini wengi hawana uwezo wa kustahimili changamoto. Hawana uwezo wa kustahimili changamoto. Na changamoto inapokuja kwa maisha ya muamini, changamoto haifai kuangamiza wewe. Changamoto unafaa kutumia kama daraja ya wewe kwenda viwango vingine kama muamini. Unafaa itumie kama daraja. Lakini waamini wengi, changamoto inapokuja kwa maisha yao, mara moja anabackslide. Mara moja amebadilisha kanisa. Mara moja amebadilisha wachungaji. Mara moja ameanza kufunga. Ni lini utakutana na Mungu wa viwango vingine? Ni lini utakutana na uwepo wa Mungu wa viwango vya juu? Ni lini? Ni lini utatetea watoto wako? Ni lini? Haleluya. Ni lini? Maana utaweza kutulia Yerusalemu kweli? Mzee utaweza kutulia Yerusalemu kweli? Kijana utaweza kutulia Yerusalemu? Bwana Yesu asifiwe. Taweza kweli? Hiyo maisha unaishi kweli? Taweza? Leo kwa kanisa, kesho kwa kanisa lingine. Taweza kweli? Ukiona mtu ameingia supernatural, unajua supernatural vile iko, unajua. Hapa mimi sinegosana na mapepo. Wale walikuwa Mwani Glory wanaelewa tena nasema. Mapepo wanaenda wenyewe. Tunapigana vita bila kung'ang'ana. Hiyo ndio inaitwa supernatural. Ukipata muamini ameingia na shida yake hapa, maana hapa kaza na yeyuka hapa na magonjwa yanapona hapa. Haleluya. Na shida ina yote inaisha wapi? Hapa supernatural. Ukipata muamini ameingia supernatural, unajua wewe kufika hapa supernatural ni neema na huruma ya Mungu. Mungu amekuhurumia. Mungu amekuhurumia wewe. Maana vile umeingia hapa kuna kubadilisha hiyo shida yako tayari hata imeenda. Sipigie Yesu makofi kwa na wewe. Hapa ndio inaitwa bus stop. Hapa inaitwa bus stop. Supernatural. Hapo usiniletee mtu ambaye hajafika mwisho. Usiniletee mtu hapa ambaye bado hajamaliza waganga. Mimi nataka mtu ambaye ameenda kwa waganga mpaka wale nasikia ni wafupi wa kule wapi? Sibawanga. Wale nasikia ni wakali Sibawanga. Natafuta mtu ambaye ametumia pesa, imeliwa na wachawi, imeliwa, amevunja madhabahu mpaka amekwisha akuwa na sufuri. Wewe ndio unataka hapa. Ndio nifufue kutoka chini. Haleluya. Nataka huyo mtu kutoka pale chini. Nifufue kutoka kule chini. Niamshe biashara yake, niamshe ndoa yake, niamshe maisha yake. Haleluya. Sitaki mtu akuja kujaribu madhabahu. Kama ni wa kujaribu madhabahu, utaona tele masaa utaombea watu. Utapita karibu na nimeenda. Maana vile umekuja hapa si lazima nikusaidie. Maana haujanilipa kitu kwanza nikusaidie. Haleluya. Haleluya. So mimi nikusaidie wewe ni kwa neema ya Yesu. Kwa huruma. Kwanza unafaa nikipita karibu na wewe, apostle nihurumie. Sababu apostle nihurumie tu leo.
Niokelee mkono leo. Sababu hakuna pesa umelipa pale kwa mlango ya kuona pasta, ya kiwanja, sijui ya nini, sijui ya macho. Gani ngine? Asante. Siongee na jana. Mbona jana kuna kitu umetoa pale kwa mlango?